Hello. Yes. Naitwa Bosco Daudi. Ni mwalimu wa sauti pia na muziki. Leo nitakwenda kukufundisha vitu 5 vya msingi au somo hili linasema 5 singing tips ambazo mwimbaji lazima aweze kuzifuata. Tunapokuwa tunaimba lazima tuweze kuzingatia posture. Kitu cha kwanza, tuzingatie posture na namna ambavyo mazingira wanaita conducive environment for singing. So, lazima mazingira yako yawe rahisi kuweza kusupport wewe kufanya uimbaji au kuimba. So, mazingira haya yatakufanya wewe kuweza kuenjoy kwa sababu kuimba sio vita. Kuimba ni kuenjoy. So, kabla hujaimba lazima tuweze kuzingatia posture na mazingira ambao huwezi kuimba umejishika hivi, huwezi kuimba you're not comfortable. Lazima uwe comfortable ili uweze kuimba. So lazima uziachie. I give you all the glory. Unajiachia. So vitu 5 vya msingi ambavyo nitakufundisha leo. Cha kwanza, tunapokuwa tunaimba lazima tuzingatie kidevu kinakuwa chini namna hii. Yes. Wanaita lower positioning of your chin. Umeweka kidevu namna hii. Unaweza kufanya na pamoja na mimi sasa. Yes. Sasa usionekane kwamba sasa umeweka kidevu chini kabisa hadi mtu akajua umeweka kidevu chini. No, just lower position wakati unaendelea na vitu vingine. So lower positioning of your chin. Unapokuwa umeweka hivi, hii inakusaidia nini? Hii inakusaidia kuweza kubalance sauti na kubalance posture. Kwa maana ya kwamba unapokuwa unaimba sauti yako inaweza kutoka vizuri na katika mpangilio mzuri na ukaenjoy na ukajisikia vizuri. So unapokuwa unaimba lazima tuzingatie lower position of your chin namna hii. Amen. 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 Lower position of your chin. Kitu cha pili cha kuzingatia, lazima tuzingatie lower position of your tongue. Maana yake ulimi wako lazima uweze kukaa chini namna hii. Unaweza kufanya pamoja na mimi. Yes. Kwa unapokuwa unaimba kuna silabi zingine ambazo sio za kutamkika. Mfano hahitaji kuchezesha ulimi. Mfano ayo. So lazima uzingatie lower positioning of your tongue namna hii. Yes, good. Kitu tatu cha kuzingatia, lazima tuweze kuweka hewa. Hewa ni ile unakuta unafanya kwa mfano kwenye wakati wa baridi. Ukifanya huwa kuna mvuke huo unatoka. Ule mvuke huo umebeba unyevunyevu. Kwa wale madaktari watanielewa kwa maana ya kwamba ule unyevunyevu unakusaidia wewe kuweza kulainisha koo yako, njia yako ya hewa, kulainisha njia yako ya hewa kwa maana kwamba hili koo linaweza kuwa laini na ukatoa sauti vizuri. Sauti smooth na nzuri zaidi ambayo inaweza kusikika vizuri zaidi. So unapokuwa unaweka lazima uweke hewa. You see? Kwa hiyo hewa inakusaidia wewe kuweza kulainisha. So unaweza kaimba kuanzia asubuhi mpaka kesho yake. Mfano today nimetoka kwenye mkesha nimeimba kuanzia saa 4 mpaka asubuhi saa 11 alfajiri. So hivi vitu vinaweza kukusaidia wewe kuweza kufanya vizuri na bila sauti kuweza kufanya hivi kuweza kukatika. So unaweka hewa. Ile inakusaidia wewe kuweza kulainisha koo lako. Kitu cha 4 cha msingi ambacho nizingatia ni uweze kuachama mdomo wako unaachama. Hii kuachama inakusaidia nini? Kuachama inakusaidia wewe kuweza kutoa sauti kubwa.
watu watakucheka, Bosco anaimba akiimba na chama, sauti yake sio ipoje, lakini sauti yake inatoka vizuri japokuwa na chama, lakini sauti yake inatoka vizuri. So usizingatie watu watasema nini juu ya sauti yako au juu ya mdomo wako kuweza kuwa mkubwa. So sisi tunazingatia sauti yako iweze kutoka vizuri. A wide opening of your mouth. Hiyo ni pointi ya 4. Kama unaandika, mwanafunzi mzuri ni yule ambaye anaandika. So pointi ya 4 ni a wide opening of your mouth. Umeona? Kwa unaweza unatoa sauti kubwa. Kwa namna hiyo. So kitu cha 5 cha msingi ambacho pia ni cha mwisho katika session ya leo, maana yake ni kwamba lazima uweze kusukuma sauti. Walimu wengi huwa wanasema kwamba sukuma sauti, imbia tumboni. Hawaelewishi kuimbia tumboni kunakaa vipi. Kuimbia tumboni nataka nikueleweshe leo mtazamaji wangu na mwanafunzi wangu, kwa maana kwamba unapokuwa unaimbia tumboni maana yake unasukuma sauti kuanzia tumboni. Kwa sababu sauti ni vibrations ambazo zinatokea tumboni, zinapita mpaka kwenye njia ya hewa hadi kwenye voice box, ambapo hiyo voice box inaweza kumaximize na kukuza zile vibration ambazo ndio sauti ambazo tunaziona zinatoka nje, watu wanazisikia, sauti tunasikia. Kwa lazima uweze kurelax kwanza, halafu unasukuma sauti kuanzia tumboni. Vibrations zinaanza tumboni, zinafika mpaka kwenye voice box, then sauti inatoka kubwa. Kwa mfano I give you all the glory and the honor. I give you all the glory and the honor. So hiyo inakusaidia wewe kuweza kutoa sauti kubwa. So thank you for being with me. Nimekupisha vitu 5 vya msingi. Cha kwanza, lazima uzingatie lower position of your chin. Kidevu kinakuwa chini namna hii, then lower position of your tongue, ulimi unakuwa chini namna hii. Then unaweka hewa kwenye sauti yako ili kuweza kuweka moisture, yani kwa unafanya moisturization kwenye sauti yako. Maana yake kwamba sauti yako inakuwa thermos na hauwezi kuchoka na hauumii. Utaimba muda mrefu lakini you won't get tired, hautachoka lakini pia hautaumia, lakini pia koo lako linaweza kukaa vizuri. Cha 4, lazima uweze kusukuma sauti. Cha 5, lazima uweze wide opening of your mouth. Thank you for being with me. Naitwa Mwalimu Bosco au Pocho Music Class. Tukutane next session, nitakufundisha vitu vizuri sana ikiwamo note, chord and scale. Thank you for listening to me. Fanya mazoezi and I love you so much. Bye bye.